Yeah, and we are going to look from the book of Habakkuk. Ngapi unajua kitabu ya Habakkuk? Who doesn't have a notebook this wonderful morning? Lift up your hand if you don't have a notebook. Kwa sababu nyinyi ni wageni. Kanisa yote mtaenda, hata kama mmekuja kutafuta miracle, kwa sababu ninaona nyinyi ni watu wa miracle. Anywhere you go, even if it's for the miracle, just carry a notebook and a pen. Ndugathiege kanitha utari na ibuku. No igwe. Nigetha kiugo kiria kiario noko ni Bible ya gweta ukandika. Nigetha akinya muci ugathi ugathoma. Kana akorwo ina thimu ka record. Are you getting me? You're allowed to record. Even to take a video. You're allowed. Fanya hivyo tu. For the sake, uende tena ufanye nini? Usikuje tu hapa kwa sababu unaongoja umekuja kwa sababu unataka tu wakati gani alele kiali auge kiugo kimwe. We are not that. I'm not training you for that. I want to train you that you be empowered. Be what? Empowered in the name or in the word of God. That you have the word. Because the word heals. The word helps. The word guides. The word is powerful. Without the word of God, even if you are a miracle worker, it's because it can't happen. The word of God is the power that drives you. So always have a notebook. Wherever you go, si hapa tu mzee. Wacha kukuja hapa ni tunataka kusikia neno moja. Hiyo neno moja achana nayo. Sikiliza neno la Mungu. Maana hiyo kitu inakusumbua. Haifai hata kukusumbua. Maana ni kitu unafaa kusema kwa mdomo. Nataka kazi inapatikana. Nataka nyumba inapatikana. Nataka pesa inapatikana, because you have the word. And the word is the power of God. Are you getting me? Don't go to any church. Hata kama ni ya nani, hata kama ni ya Woru, mko kwa crusade. Nenda tunakita. Kwa sababu kuna neno moja atazungumza. Na hiyo neno andika tu for future reference. Let's look at the book of Habakkuk. Chapter number 2, verse number 3. Habakkuk. Chapter number 2, verse number 3. We are speaking, ama leo tunazungumzia kuhusu to wait, to understand the process of God. Some of us tumekuwa kwenye tatizo la kutokuelewa Mungu anafanya kazi namna gani. We are in a situation that we want God to fix God, to do what we want him to do right now, and it's now. You wake up in the morning, you want a job, and you just tell God, I want a job, and then you sit there. Unavuruta jongwa yako na mwambia, I'm waiting. Bwana Yesu asifiwe sana. For the vision is yet for an appointment time. But at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Bwana Yesu asifiwe sana. We are speaking on how to wait for that gracious moment of God. You petition God and you tell God, this is what I want. I want to become a business mogul. I want to start a business. I want to start a ministry. I want to get into marriage. I want to get into a relationship. This is a petition that you make to God. And as you make this petition to God, you don't control how God will answer your question. You don't control how God will come back to you. Because God is a God that works in his own timings. He works in his own seasons. He works in his own program. He has a timetable. Before you will open your mouth, God knows what you intend to say. Before you start speaking, before you start that prayer, before you even plan to go to the mountain, before even you plan to go for that fasting, God knows why you want to go for the fasting. God knows why you want to start that prayer. God knows why you are engaging yourself to come to this church. He knew. So he's looking at the heart. And before he makes you to feel the impact of your intentions, he will look at his timetable and see at your file, look at people at your file and look at it and see when do you or are you due for the blessings.
Because you may be praying for the blessing that is meant to come 10 years to come. You may be praying for a job that is meant to come 2 years to come. You may be praying for a marriage that is scheduled 5 years from today. So God will hear you, and God will listen to what you said to him. And that one will be written in the book of records that you petitioned, you prayed for this. Therefore, God will wait patiently for that gracious moment of you being given what you prayed for, subjected to the timetable of God. Because his timetable says you will get a job in 2027, February 28th. But you have come 2025, February 28th. The dates may be correct because you saw a vision, February ndio nitapata kazi. And then you prepared for February to get a job. And as you prepared for February for that job, you prepared 2 years earlier. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't mean God will not hear you. God will listen and hear you. And a record will be put somewhere. This guy is surely interested with what we are planning for him. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when we go to the interviews, and many people go for the interviews and they fail. You don't fail because you did not go through or did not pass the interviews as part of the questions, but your patience will be looked at. And that's why so many times we give people probations. When we employ people, you are put into a probation of 2 to 3 months. So because we want to observe you. Yes, you are qualified. Your paperwork is good. How you talk, you good. Then we want to work with you and see how do you behave. How do you relate with the people? More especially when it is a service delivery institution, like a church, like wherever, or a hospital. You have to be put into a probation. So once you are put to the probation, we will work with you slowly by slowly to look and see how do you serve humanity. Because at the end of the day, it is not about the papers that you have. At the end of the day is not how intelligent you are. At the end of the day is not how educated you may look like, but how is your natural intelligence behaves towards humanity. Because you may be very good, you have passed, you have good grades in school, but natural intelligence does not go the same line with your education. So this is the most people why you find you are put into a probation and people really believed in you from the word, but at the end of the day you find you have lost your job and the institution says, unfortunately, we are not going to employ you, and they don't give you a reason. Hello? And then you go home and say somebody might have bewitched you, or ni kuonewa, ama waliona mimi ni mwerefu sana wakaona nitakifika huko nitabadilisha kila kitu. Therefore that is why somebody had to work his way or her way to make sure I didn't get the job. No, you worked your way out of it. Like in this institution, for me to allow you to become anybody in this church, I have to have worked with you. I have to have tested you with the different positions, and the provocative position, and the position that will irritate you, so that I see inside you what kind of a person you are. How can you burst? Because I'm looking on how can you burst? Because I will push you to that level until you burst, so that I may know who you are. The only people who speak the truth ni mtu amekasirika, na mtoto, na mlevi. Those are 3 people who speak the truth. So I will make sure I will provoke you mpaka ukasirike ndio uongee ukweli. Maana siku hizi zingine utakuwa umepretend mzuri mwokovu, mkaaji wa biguni, lakini wakati utafinywa mpaka mwisho utasema tuachana na hiyo. Kwani hii kanisa ni kanisa gani? Unafikiria kanisa ni hii moja tu basi. Unajua mtu huyu wakati mtaingia kwenye jagwa kiumane, huyu atakuuza. Bwana Yesu asifiwe sana. So I'll have to.
Whether you like it or not, whether you are good to me or you are bad to me, whatever you think, ama you're so much educated, ama wewe ni nani, I will do that to you because God has done that to me. Bwana Yesu asifiwe sana. God has done that to me and he has trained me and I have gone through the training, tough trainings. Ukiniona nimekaa hivi, usifikirie unaonanga kama mtu hivi. I have been trained. I have been subjected to bitterness of life, to the bitterness of ministry, to the bitterness of humanity. I have been subjected. I have been tried with all manner of things, from women to money, to the rough rights, to the parents, to the family members, to the community. Everybody, at some time, they turned against me and I was alone, including my own father, including my own mother, including my own brothers. There's a time I will go home, unakuta kila kitu wameondoka. Walikuwa wamekaa pamoja, they were talking, unaona kila mtu anajipatia shughuli kwa sababu umeingia. Na hujawakosea. Ukisikiliza kidogo nasema, huyu aliokoka. Mwingine nasikia anasema huyo, mwingine kapo nasikia, yole, dagira maroho magoma. Na ni sister yako. Nasikia mama yako na ile comment ameachilia. Unasikia ako pamoja na wao. Sasa those are the people you could have relied with when you are really down. But you hear the kind of statement they are releasing to you is a statement that is demeaning. So unajua uko peke yako. Unakuja kanisa kama hii ukifikiria uko na washirika watu wazuri. Kumbe ni manyoka tupu zimekaa kwa kanisa. Ziani discussion ile inakuaga hapa ni apostle ni maraya, apostle alilala na fulani, apostle alifanya, apostle alikwenda, apostle alikuwa, apostle alirepu, apostle alizaa. Kuna mtu mwingine aliwahi kuniandikia message hapa kaniambia, venye nimezaa na wanawake, kila mwanamke kanisa hii nimezaa na wengine wametoa mimba, na huyo mtu ako hapa ni rafiki yangu na tumetoka kuongea. Lakini ile story anapiga pale nje venye kila mwanamke ametoa mimba ama nimelala na yeye. Ni yeye tu, sijalala na yeye, na ni yeye tu hajatoa mimba. Yeye tu, lakini wengine wote hakuna mtu hajatoa mimba kanisani. Na ni mtu anakuja hapa na asiwe, pastor, how are you? I had a dream. Can you tell me the dream? I saw a big church. It was full. Ilikuwa na watu kama 10,000. Ulikuwa na hubiri pale pele. Ulikuwa na inua tu mkono hivi, watu wanakuka, wengine wanapona, 10 minutes later ndio huyo pale kwa kakona akizungumza venye apostle amelala na kila mwanamke. So unarudi kwa ofisi, unaenda unauliza Mungu, hiyo dream na hii sasa story ni gani ya shetani? Hii story ya apostle ya kulala na kila mwanamke na ile dream, kanisa ni kubwa, watu wamejaa, na ni gani ya shetani? Maana mmoja yake either they are both of them demonic, ama moja ni ya Mungu na moja ni ya shetani. Ni venye anakuwa two sided. Akigeuka hivi anakuwa shetani, akigeuka hivi anakuwa Mungu. So that one is not meant to harm you. It is meant to make you strong. How you listen and how you behave after hearing to those statements, after hearing to those words, after hearing to them, inakufanya moyo wako unajua kutanzua ama kuangalia how do you handle a situation, how do you deal with such a situation. Will you kill those people? Sasa huyu ameongea, ukisikiliza sasa unamchukia, ukitoka huko unatoka huko ukijikuna kichwa kienda, ukifika hapo chini unapigwa. Apostle, can I speak to you? And what I want to speak to you is confidential. Please promise me you won't expose it. Namwambia, I won't expose it, I swear. Then sasa nakwambia, do you know so and so? Ambaye mlikuwa naye kwa ofisi. Hii ndio story ametuletea. Sasa unapatiwa story mpaka unasikia dunia ipasuke, uingie huko chini. Sasa ukirudi hivi, sasa unarudi kujireact. Ukirudi hivi unakuta na yeye huyo umeambiwa story zake. Anakuambia, Bwana asifiwe pastor. When tulikuwa kwa ofisi, I had the experience of God.
I could feel the presence of God in that office. Indeed, you are a man of God. Sikiliza tena ile story umeambiwa. A few minutes venye amesema story yako. Sasa unashindwa tena hii. Sasa unakuuliza Mungu, huyu na yule ni nani shetani? Ni nani wa shetani? Huyu aliyenipigia simu na akanikulisha kiapo, ama ni huyu mwenye tulikuwa na yeye? Ni nani wa Mungu na ni nani wa shetani? Mungu anakuambia wote ni wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. God will cause people to come and burst in your office. Like sometimes back I saw a lady came to my office and she busted like she want to kill me. Alifunga mlango ya kitchen na akaingia ndani ya kitchen. Sasa kwanza kile kitu nilifanya haraka haraka ni kuangalia kama kuna kisu iko nini karibu, nikaona the office is stable. Nikaangalia nikaona ile kitu inaweza fanyika hapa mbaya ni sufuria niwekelewa ya mkichwa. Na nikachunguza nikaona hakuna sufuria moto. Then she busted. Nikamwambia get out of my office. Akatoka kwenda kwa mlango tena, nikaona anataka kurudi. Akismile ukashida sana shidwa. Pale alikuwa moto. Akirudi sasa in a few seconds she's smiling to me. Sasa nikamwambia wait, just go, because I knew shetani anataka reaction is looking. Na nilikuwa nimetoka wapi? Hapa, na nimebariki watu. Nilikuwa nainua hivi, nasikia hata uwepo wa Mungu unatoka kwa mikono yangu inateremka. Few minutes later ndio hiyo inawaka kwa ofisi. Nikashindwa tena hii. Sasa ile nilikuwa nafanya kule kwa pulpit, na huyu sasa, who is the devil? Nikauliza Mungu, akaniambia there is no devil there, I was testing you. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu juzi tena baadaye a few months later tena nilikuwa tukifanya kazi hapa hivi. Kuna kamsichana kalikuwa kanatusaidia kuosha hapa. Kumbe kalikuwa kana intention. Bwana Yesu asifiwe sana. Kalikuwa kana mipango na kalikuwa kamefanya hesabu mpaka imekamilika. Kakafagia hapa, kakafanya kazi, kakakuja mpaka kasema kanataka kuja kuosha kwangu. Nikamwambia hallelujah. In fact you know that baby nyumba na mashini ile, so you will feel good. When no ukakuthabia kwa na mashini. Na ukumere mundu toyo ugene ukakuthabia kwa na mashini. Kuthabia guthere. Akakuja kaosha. Of course kulikuwa na watu, msifikirie tulikuwa na yeye peke yake. Alikuwa na wafanyikazi. Kwa hivyo hakuna kitu kingine tungefanya. Acha kuwa tia iweshiragia negative always. Umwenda kwa mnya, umutageta gutumwa what next. So when she did the job and then she said, you know, I have an idea. Hii shamba yako imelei idle, tunaweza kupanda berries. Zinaitwa strawberries. Nikamwambia no problem. Akaniambia I'm going to let an expert. Nitalete expert mwenye atatusaidia so that I will bring the seeds, then the shamba ikuwe nini. Nikamwambia no problem, because kama ameosha nyumba yako imekuwa clean mpaka vitu zingine. Kuna ingine ulikuwa nafikiria ni normal, kumbe ilikuwa uchafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vingine ulikuwa unaangalia unafikiria it is normal, kumbe negeko ulizoea uchafu mpaka unaona kama ni normal. Alipokuja akaguza hivi kidogo, maneno yote ikakuwa mpaka nikaona kwa hivyo nyumba inaweza kuwa mpya. Kwa hivyo nikaona hivyo, nikaitransfer mpaka kwa shamba, nikaona hata shamba inaweza kuwa mpya. Kakakuja kwa shamba, kakaleta strawberry. Kalipoleta strawberry kakaanza kupanda. Nyumba yangu iko na house girl, iko na house boy, kuna watu. Kakaanza kuniambia huyu msichana wa nyumba huyu, nikimwangalia huyu ni agent wa shetani. This must be removed from this place. Alikuja kuosha nyumba, lakini sasa ameanza kuondoa watu. Nikamwambia sasa huyo we are going to do, nitafutie mtu. Akaniuliza mtu wa nini? Si ni mimi nitakuwa nikikuja wakati nakuja kulimia hii strawberry. Si ni mimi nitakuwa nikikuja. Hii nyumba yako is a holy house, is a matrimonial house, it is a house where people come wanapata Mungu. Kwa hivyo ni mimi nafaa kufanya nini? Ndio tufukuze maagenti wote wa shetani kwa hii nyumba. Hata nilipoingia kwa gate I could feel kuna powers za Mungu na kuna powers za shetani. Okay. Nikamwambia sasa nitamfukuza, kwa sababu lazima tumpatie notice. Tumpatie kama miezi 2 ndio nimpatie salary ya miezi 2 ya ete. Akaniambia no. This should be done immediately. Nikamwambia na mimi I'm a human being.
Yes, ni wa shetani, lakini tukae. Hata Mungu alikubalisha shetani ya kuja hapa duniani, tunakaaga na yeye daily. Kwa hivyo acha kama ni wa shetani na mtoto ni wake huyu, na tunakaaga na yeye daily shetani, hata mtoto tutakaa na yeye, alafu nimfukuze. Therefore 2 days later nikapigiwa simu, ameanza kungoa zile strawberry zake, anazitoa akienda nazo. Nikampigia simu, nikamuuliza what is happening. Nikapigia ule kijana alikuwa anangoa, nikamwambia utoke kwa compound yangu kabla sijafika hapo, maana kichwa yako itatenganishwa na mwili. Kijana akatoroka. Akampigia simu, alipompigia simu naye akastuka, akanitumia pesa 6,000 shilling, akaniambia thank you for allowing me to use your land and I have decided not to use your land anymore. Nikamrudishia pesa yake, nikamwambia take your money and come take your strawberries, because it was not strawberries, it was after you invading and capturing a territory. Sasa unaona, kama ningekuwa mjinga kama watu wengine, ningeleta vita ama ningemwambia come baby come, kwa sababu si nimeona mtu anapanda strawberry. Kwa hivyo si nimeona bibi housewife amekuja na wife material, ameingia kwa nyumba na nyumba imeanza kubadilika, usafi imeingia, shamba imeanza kulimwa. It was a test. Bwana Yesu asifiwe sana. God will test you in very different ways. Akikutest na hii, expect another one tomorrow. Akikutest na hii, accept another one tomorrow. Akikupeleka hivi, lazima atakupeleka from one exam to another exam. Because kuna CRE, kuna geography, kuna science, kuna history, kuna physics, kuna chemistry, and all of these, some are practicals and some are theories. So ulitumia Bunsen burner. What's a Bunsen burner? What's a Bunsen burner? No, what is a Bunsen burner? Answer my question. Najibu kama duare. Bwana Yesu asifiwe sana. So for the revelation awaits an appointed time. Until you wait for that appointed time, if you start chasing miracles, chasing these times, chasing fulfillments, you will fail, because you will chase in the wrong season, in the wrong time, and because you really were agitated to have it. Huyo mama alingoa strawberry. Alipongoa strawberry, zikawekwa hapo kado, ndio atafute kadi ya kuja kuchukua. Baka wa leo hakukuja, zilikauka hapo. Alipoteza pesa zake, alipoteza urafiki wangu na yeye, akapoteza energy yake, akapoteza time yake, akapoteza kila kitu alipoteza. Kwa nini? Because she never waited. It could be labda yeye ndiye angekuwa wife material, lakini si umeona alikibia. Kukibia kwake kumemwagusha. And that is why we have failed tests of God. We have failed to mature in terms of doing the will of God. We have failed to succeed in every move that God has called us for. We have failed to succeed in our desires of life because we don't look at it from godly perspective. The delay that is happening around you, we just look it at a demonic perspective. Ni kama ni shetani. But in the actual sense, hakuna shetani yako hapo, ni Mungu. Na wakati wa Mungu hujafika. Because God is a God of times, is a God of seasons, is a God, everything that is in God goes according to the plan, according to the timetable of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you are outside the timetable, don't expect any miracle to happen to you. If you are outside the timetable, don't expect any move of God to happen. Because yes, you are anointed, you got power of God. Yes, you are a prophet, you are a prophetess of God. But the time for you to start manifesting that prophet, that power of God, for it to start manifesting, it must start manifesting at the right time, right season of God. It will never manifest in the wrong position, in the wrong territory. If you are called to come and serve in Nairobi and yet you are still in Nakuru, whatever after your time will fike, you will never manifest in Nakuru until you get to Nairobi. Bwana Yesu asifiwe sana. You will never manifest. If you are going to manifest mwezi wa 8, na mwezi wa 8 miaka miwili kama 2027, hata ufanye nini, hata ufast namna gani, hata upractice namna gani, hata ujaribu kupush namna gani,
you will never make it until 2027 August ifike, that very day. Na unajua nini itafanyika? Utapakwa matope. That is 28, that is August hiyo, utapakwa matope mabaya mpaka watu wa kudiscuss kwa social media wote dunia mzima. Kumbe Mungu is unveiling you. Kumbe Mungu is just bringing you out, people to know a general has come. The way you are going to fight, the way you are going to deal with it, the way you are going to battle with it, God will cause everything to happen around you. So do not be anxious over something that you don't understand. So though it lingers, wait for it. It will certainly come and will not delay. The timing of God, the season. So that grace to sustain every pressure that happens around your life, that grace to sustain every fire, every negative things around your life, it will be there. And it is all meant to make you powerful. It is all meant to unveil you. It is all meant to make you that woman that God wants you to be, that man that God wants you to be, that apostle that God wants you to be, that pastor that God wants you to be. It is meant, the delay, it is not meant to destroy you. It is meant to perfect you, meant to make you what God had a purpose in you. So do not be that person who will get annoyed because frustrations have come. That frustration is okayed from heaven. That kind of rejection sometimes is okayed from heaven. That kind of delay, that kind of confusions, that kind of pain that you are going through you, it's sometimes okayed from heaven. Hello? So don't look at it and uanze kufikiria, unaona, oh my God, I'm dying. Holy mama, holy baba. Nothing. It is okayed. Imekubalika. Iyo familia yako ambayo bwana yako amekuwa pain, a thorn in the flesh all through. Baka umeona, you have done everything humanly possible, but nothing's working. The more you pray, the more you find an arrogant man, an arrogant husband in the house who does not even want to see you. Anakutukana tu hivyo ovyo tu. Na ndivyo umeokoka, na ndivyo uko na anointing, na ndivyo power ya Mungu iko juu yako. Unakuta kimuzee kinakuangalia hivi, kinaona takataka tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kimama, unaingia kwa nyumba, kinakuita. Sasa hiyo umetoka hapa. Sometimes ninatoka, kama mfano mimi natokaga hapa, unalala hapa na kilala hapa, ni asubuhi labda nikibia nyumbani. Kama ningekuwa na bibi sasa akiniambia, "Nihiga uma raya." Apostle. Dukatayagai. No akinya in the morning hours, gracious morning. Yani unasikia venye anakukejeli. Na ndivyo umelala na Yesu hapa. No, kaambia Yesu, mkaongea na Yesu, mkaongea. Ile maneno nakutana nayo nyumba. Unakutana na maneno ambayo hata wewe unaona hata huyu si shetani. Na si Mungu. This is another being. Meaning there is another bigger being than the devil itself. Because you are connected. You are connected. In that whole night, ulikuwa connected, directly connected to the main server ya biguni. Lakini ukifika nyumbani, unakuta the main server was not responding at home. Unakuta bibi venye unaonaka kama huyu mama ni watu wa kuangalia mwanaume, anauliza mwanaume, Saidi umefika? Ama Lilian anaweza kaa hivyo. You can do it. Sasa usiniandikie message ati nimeongea, nimekuaddress vibaya. Please don't write me a message. No, listen. When we are here I talk. Sasa huyu nikimwongelesha hivi ataniandikia message. You addressed me wrongly. You are demeaning me. Yes, don't you do that? Do you do that? Say yes or no. Do you do that? Say yes or no. One, yes. Thank you. She will write a whole paragraph. So then I ask her, do you respect me or do you respect the anointing upon me? Do you know how you destroy yourself? Those messages, they will kill you. They will destroy you. Because when I'm speaking from here, I'm speaking to my daughter. I don't mean to demean you. I'm using you because you're my daughter. A daughter I love. So when you look at it, it's like nilikuwa na kuzungumzia wewe in a demeaning way, kule bigudi una invite kitu katakugoga. So that is how I am entitled. Nyinyi ni watoto wangu, nyinyi wote. I can use her
nywele yake hii, nimwapie hii nywele, nitumie hii nywele yake kuwazungumzia, kuwasaidia hii, because she's my daughter. That is why she sat here, that is why she came here to listen to me and respect me and allow me to speak to her life. Ndio kesho na wewe ufanya nini? Uweze kusimama. Na hiyo ndio kuheshimu mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kosa kuheshimu Ndura Waruinge, lakini Ndura Waruinge kama amesimama hapa, hakuagi Ndura Waruinge, anakuaga mtu mwingine anatumiwa na Mungu. Kwa hivyo hiyo nasema si mimi, what is coming out of my mouth mostly haikuagi ni yangu. Hata ukiniuliza sio hizo vitu nasema nilikuwa nimeandika kitu kingine hapa, lakini najaribu kurudi kwa hiyo kitu imekata. Najaribu kabisa, najaribu kujikonya hivi kwegonya nigetha joke state ule ndira fangite ndaire ngiandika utuko ule agoka kumwira nimeshindwa, imekata kuingia. Sasa nani anaongea? Si ni Mungu. Sasa ni Mungu alikumeshon Lilian, ni Mungu alimention wewe. Sasa unaenda kuniandikia message. Sasa mimi sina makosa, ni urajuria kina tinigwaragia. Halo, urajuria ki Agnes nati nigwaragia. Nigetho ndiuge sawa tu, hata ukikaa kuchukua simu yangu sawa tu. Tinie. Learn to differentiate that man of God and that man that you love. Of course, I am a human being, you are a human being. We need that cohesion. I love you. I will take you out. Since twende tukafanya vitu zingine, I am entitled to go with you to a hotel, tukule na tukunywe. Alafu nikwambie go home because you are my daughter, you are my son. Nobody will ask me. Nitakwambia wewe na wewe tukutane Serena. Does not mean naenda kukutokosa, hapana. Ni ulie kanyagathamaki getagwa Salmon. Nwanyita, na atiricho keke na cheji. Ulikigwa baba wanywele ya Salmon na wewe ukulia gathamaki cirako thesa gukwe na mahindi. Ucoke wejete mwana wako. This is my father who eats in a hotel, in a big hotel. Mimi nakulaga karomaido. Just imagine. Si ninakupeleka hati cafe. Tunakunywa kachai. Tunakula kasnack kazuri, and then you feel the greatness that I have a father who is able. Because if I don't lift you, if I don't, sikupeleki huko kwa sababu hujui, lakini labda umezoea, you are too mean, you are too stingy. Hauwezi kutumia shilingi yako 1,000 uende uone imeisha, ama 2,000 uone imeenda tu ati umelipa bill. Unajua kuna watu hawawezi kubali kutumia just 2,000 ati oneni aliha bill ya ilio. Na kenda hari thani ya 150 na gikombe kia shilingi 20 na idadi ya 30 karigo karari yake. Yani ni nini unakula hiyo? Ni nini? Kwani si chakula? Kwanza unaanza kusema hiyo ni ya fridge. No, I'm doing so to lift you up. Nikutoe kwa hiyo level ya karomaido huko pale. Ujue kule juu kuna watu unaweza kukutana naye kule, ukikula ukutane na mtu CEO wa Safaricom akusalimie, labda kaona kasura. Najua kuna watu wanapedaga round face, alafu mtu chocolate, alafu unaona kimwanaume tu kinakusalimia how are you? Unaona amechomoa dekadi anakuambia call me. Na kwa sababu wako na interest unampigia na kuambia what can I do for you? What ni nini unafanyanga? Unamwambia I do supplies. Can you be able to supply files and papers for printing? That's the thing that's anagalia anapata ingine anambia can you be able to supply? Yes, kwa sababu tulienda wapi? Mimi ndio nijue kukaa na Watogoria. Nilikuwa nimetoka Mukuru kwa Ruben. Tulikuwa tumepelekwa na watu wa Catholic. Mami, ita huyo mama aende aoge macho pale. Enda uoge vizuri wewe. Wacha kulala hapa tulalagi. Umesikia? Hapa gutuko mago mathina maku tumatigana kuria nja. So nilibebagwa hapa, tulikuwa tunapelekwa na Catholic katekisimu hiyo wanapelekaga watu. Sasa akanibeba tukachukuliwa vijana, maana walikuwa wanataka youth drugs, wale wa madrugs, wale wa madawa, wa bagi, wazungumziwe because they write a proposal, we are rehabilitating. So tulikuwa tunachukuliwa vijana 200 wale rehabilitated, walikuwa naangalia ule anaonekana kuna akili mzuri. Sasa tunapelekwa wapi? Baka Intercontinental hapa ndio tulikuwa tunapelekwa. Kuwa tumekuwa rehabilitated. Kumbe ni budget lazima kapitishwe, ile pesa wamekula dipitishwe pale Intercontinental. Lakini kwangu I never saw it that way because I even didn't know kuna pesa na kuliwagwa. Sikuwa najua. Mimi nilikuwa nasikia opportunity. Kwenda Intercontinental opportunity. Nikienda Intercontinental nitachukua tissue.
inaitwa ni kuna hii Savage. Itave imeandikwa Intercontinental. Siitumi na iweka kwa na isuda nachukua kama 50 na sisuda kwa mfuko. Ukiona mfuko wako nitaenda kama imekaa mnakani. Alafu kasukari, karatasi. Kwa hii nimeona sukari imepakiwa kwa karatasi kadogo, alafu imeandikwa Intercontinental, unabeba kama 10 unaweka kwa mfuko hii kingine. Alafu unaenda kwa choo unakuta tissue zote zimeandikwa Intercontinental. Unakuja unatoa hii karatasi ya ndani. Unaikuja unaisuda na huko nyuma. Sasa ukienda huko naenda ni kama komando wa jeshi ameenda vita. Lakini umebeba vitu zote, mpaka toothpick nilibeba. Sasa nabeba toothpick zote ziko hapo. Unazibeba zote kama ziko karatasi. Mimi si kwa hii nimeona toothpick iko ndani ya karatasi. Si kwa hii. It was my first experience. Nilienda nazo Mukuru. Kuko Mukuru sasa kuonyesha kule nilikuwa. Ile kitu nilikuwa natumia tissue moja nilikuwa nauza 20 bob. Ndio watu nenda anaishuhudia kwake na kwenda kwa mtu kameshuhudia Intercontinental. Naambia watu mimi nakulanga Intercontinental. Na umeuza 20 bob. Nilitengeneza pesa. Kwa hizo vitu zote nilibeba hapa. Nilitengeneza shilingi 1000 ngapi? 2,000. And from then, sijawahi kukosa kukula kwa hizo mahoteli. I tapped the anointing. I showed God I am interested. Niliambia Mungu, hii ndio maisha yangu. Hii ya Mukuru ni ya shetani. Maisha yangu ni hii. Na hakika kutoka then mimi nakulaga Serena, Pan-African, nani kwingine, Red Sun, uko ndio naitaka kukula. 5-star hotels na 7-star. Naitaka Kenpiski. Nakaa nauliza ile kiti Obama alikuwa nakalia ni gani, naenda nakalia because I know things are spiritual. Bwana Yesu asifiwe sana. Life is spiritual. Hiyo kiti ilikaliwa na Obama, kuna anointing fulani iko hapo. Kalia beba hiyo anointing. Na inchi unajua watu waelewi, wewe tu ndio inaelewa because unaelewa, unafanya connection. Unachukua hiyo anointing ya Obama. Na one day utasikia mimi ni president wa Amerika. Hapana, siwezi kuwa. Mimi ni Mkenya. But I will at some point because I tapped the anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaonanga viti nyingi za wachungaji, ile kiti inakaliwa na mchungaji. Hairuhusiagwi mtu yote kukalia. Hairuhusiagwi. Naonanga mtu mwingine anakuja hapo kwa hiyo kiti yangu ya maroon, unakuta kimama kimekalia hapo na hakijali kimekaa hapo apostle. Lakini akodoa macho kama kodo. It is wrong to sit on that seat. It might kill you. Bwana Yesu asifiwe. Do not sit in a seat. Ile kiti ya apostle anakalia, don't sit on it. Hata kama umekosa viti, wewe tembea tu, tafuta njia nyingine. Apostle ile kitu, hata ile kasahani anakulia, wachana nayo. Kanaweza kuwa kana moto kakugoge ukufe. Sio kama mnaelewaga hivyo. Kucheza na mafuta ni kitu kibaya. Ni mdomo yangu nikikuachilia saizi hapa hivi na marakara kidogo, Liliani ugotorokiritaga. Na dario ugo itheru. Na dinaria dinaoru, dario ugo na itheru ugotorokiritaga. Na ndukamenya niki gukuriyaga tondu ndwarumirwo directly. Sikukutusi, niliongea tu maneno. Lakini hiyo maneno iliandikwa because you grieved the Holy Spirit. And that is why some of us are stagnated, are completely. Nikikuja hapa niweze kupiga makelele kwa sababu yenu, kuna kitu kibaya na achilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia mtumishi wa Mungu ameanza kupiga makelele, amepiga makelele, kibieni kwa madhabahu, mpige magoti hapo chini na utoe sadaka, uombe msamaha. Kabla atoke wapi? Atoke kwa hiyo madhabahu, maana hiyo kitu itakukula. Na kwa sababu mmezoea, mumeenda makanisa mingi, mumezoea, mumeagusha mapasta, mkaagusha hako kapasta, mkaliga hako kapasta, mkagoka. Sasa you don't see any impact. But one thing I want to assure to you, that be cautious on any man of God, no matter how big, small, short, thin, whatever. Do not joke with them. They have something that can cause a lot of trouble in your life. A lot of trouble. Na ukiona amepiga makelele, hamubishani, usibishane na yeye. Wewe nyenyekea. Hata kama you are right, wewe nyenyekea. Mwambie I am sorry. Hata ukiweza piga magoti chini, mwambie man of God, I am sorry. I won't do that again. Hata kama wewe ndio uko right. Mkiachana aseme enda tu. May God bless you. Hiyo kitu imeachilia, haitakushika. Lakini mkianza akungangane, urushe maneno, arushe maneno, ako na power ya kukumaliza. Na hiyo maneno ya kurushia ni upanga ukatao kuini. And you will never recover.
Some of us si shetani anakugonga, ni maneno iliachiliwa kwako kwenye madhabahu. Hiyo makelele unaonaga wachungaji wanameki hapa, napiga hapa, kama mimi napigaga makelele kwa sababu yenu, I have really caused you trouble. Let me be frank with you. Some of the first suffering you are going through imetoka hapa. Bwana asifiwe sana. Kile kimama kilikuwa kirefu sana, kile Jerry. Ndio maana napendaga, na I love Jerry with all my heart. Siku nyingine alinirushia cheche hapa, akarusha chwa. Paka kainuka, alikuwa anataka kuchukua kiti anibambue nayo, maana nimeongea vibaya. Lakini wakati niliamuka na mimi nikachamuka, huyu mama nilimwambia toka kwa kanisa yako. Hakuenda. Alikataa. Nikamwambia get out of this church. Hakuenda. Watu wakatoka kanisani, kilimama kilienda kikajibana pale, kikakaa hapo, hakiendi. Watu wakaniambia yule mama mwenda wa simu amekataa kuenda. Nikamwambia ako wapi? Ako pale. Nikakuja, nikienda kuchomoka hapa, niliona ameruka kwa mlango. Akasema I am sorry. Man of God, I am sorry. Akapiga magoti chini, nikamwekelea mkono, nikamwambia thank you, God bless you. Nikajua ameelewa. Kutoka pale angepatana na motino, angepatana na kitu kwa barabara na ingemkula. Mafuta ni baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maguta ni kindu kiuru gya gucuhaga nakio. Ugumuko magahaha mukauga ati ndirarotire ndirona ati niliota nikaona apostle ni bwana yangu. Wewe ni shetani. Iyo ni komera kwaragiria. Keep it to yourself. Don't even tell anybody. Keep it to yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati uliota nikinioshia nguo kwangu, ati niliona nikiosha nguo kwangu kwa apostle, nikamwoshia nguo alafu nikazipiga pasi alafu nikazipeleka kwa bedroom. Guy, hiyo sio akili ngoma. Ndotigane no ngoma. Wacha na hata usioge, hata don't even imagine on that. Don't. That is so dangerous because that could be demonic plan for you to become equal. To make you look like you are equal. Na nini? Na apostle, maana umeanza kumtoa nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeanza nini? Ukinitoa nguo, wewe utatembea kama mtoto wa Hamu. Anaitwa nani? Kanani. Ukinitoa nguo na uchafu yangu yote, hata usikie Lilian. Dena kimurukiri na hau. Ejifuga hii masikio na hii. Na you pretend you do not see it. Just go. Because if you open your mouth against me, it will hurt you. Mimi Mungu atakupiga kwanza, alafu mimi Mungu atanipeleka kwa kaofisi kudili na mimi kwa kaofisi. We are protected. Are you getting me? Men of God are protected. They are not protected to do evil. Mimi wewe utachapo hadharani, mimi nitachapo na kule ndani. Pole nitafinyiwa pale kule mimi na Mungu. Maana Mungu anakuaga wivu na mafuta yake. Hawezi kubali mafuta yake ipakwe uchafu. Kwa hivyo atanitoa. Wewe unaenda kupaka uchafu, atakuwekelea nyundo, lakini mimi nitapelekewa. Nitafinyiwa tu hata uchungu kukuliko, lakini utaekelewa nyundo hadharani kila mtu akiona. Na hii mdomo itachoka hapa irudi hapa. Ndio uwe for example ya wale wengine. Ndio wakienda kuongea nasema kanisa ya dukata si ya guide daga kwalia, kwa sababu kuna kitu kilifanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu wengi wanazungumzia mambo ya mchungaji, waangalie their life, they are stagnated. They are very poor, they are very confused, they don't want. Unasikia mtu ameokoka miaka 20 na hajawahi hata siku moja kuwa in the leadership. Hata kama amejaribu kusukumiliwa in the leadership, inakwama because kuna kitu uliongea against that leadership. So that leadership, when you try to push yourself into the leadership, inakutapika, inakuuliza wewe ulituzungumzia ubaya, kwa hivyo hatuwezi kukubalisha uingie. Kama hii kitu inaitagwa security team hii ya serikali, ile kubwa kabisa inaitagwa aje? Ile ya president, vice president, security ministers, inaitwa defense council, inaitwa security council ama defense council. It is the main organ for the security. Inakuwa na president, deputy president, minister wa defense, minister wa internal security, mkubwa wa polisi, mkubwa wa intelligence, mkubwa wa agriculture na mkubwa wa finance. Hao ndio wanakaanga into the defense council. Hiyo ndio organ. Ikisema leo upigwe risasi, utapigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio siku juzi tu walijikaraga na Ligiji. Wakasema ati Ligiji alipaga nani? Hii maandamano yote. Na mtu wa intelligence mnakuaga na yeye.
the same meeting munakaga. Every Friday they meet. Every Friday they meet under the chairmanship of the president. Sasa unasema Rigiji ndio alipanga maandamano Kenya mzima, na yeye ndio deputy chairman wa hii committee, na katika hii committee kuna mtu wa intelligence, na katika hii intelligence kuna mtu wa polisi. Lakini unataka kutuambia ati Rigiji alipanga hii yote tukiwa na yeye na we were not able to detect? That is what we call madness. Hiyo ni mtu amevuta bagi imemzidisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it means that this man is so smart. Anapanga mkiwa na nyinyi, anapanga kukiwa na intelligence Kenya mzima na hawakujua. Yani unapanga Naroko, unapanga Turukana, unapanga Murang'a, kila mahali kunalipuka, na the defense team haikujua. That man must be very intelligent. That man must be very special. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, it is very important for you to understand. Let us look at the lessons that we learn from Habakkuk 2 verse 3. That his timing is different from ours. His timing does not look like ours. When he decides to do things, he does them in a different way. He does them in a manner that it suits him. In a manner that it's him only that he knows. Even the coming of Jesus Christ, nobody knows. Jasikia Wakikuyu wakisema mudhamaki wa Thayo is coming. Nobody knows at April 25, able to do what? Nothing. Wapie waache ukorofi na ujiga. Even the Son of God himself, Jesus, he doesn't know when he will come. He doesn't know. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a top secret in the kingdom. And the only kingdom knows. What we know is that the kingdom will first be established. Then the kingdom will produce the king. Hallelujah. You cannot be able to get a king before you get the kingdom. The kingdom must be established first. You must build a house first so that the house can have the owner. Lazima ujenge nyumba ndio hiyo nyumba igiwe na mtu. Hauwezi kuleta mtu alafu mwambie nyumba itajengwa baadaye. Hapana, atakaa wapi? In an organization, you must create the position first so that you can get that person to be employed for that position. Hallelujah. We fail to understand the plans of God. We fail to understand the reasoning of God upon our life. Because if we go as per the reasons of God, then we are not going to make or to fail, because we are going to be able to be very detective to know the moments of God, to know the system. Right now, I know I am in my season. Right now, I know I am in the real time of God. Real time. And here, whatever I will do, whatever I will make, it will have to come to pass. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Therefore, understanding the time, it makes a huge difference in our lives. Number 2, his plans are perfect. God has a perfect plan. The Bible says that I got good plans for you. Plans not to destroy you, but to make you, to improve you, to sustain you, to make you that great king, special person that I'm going to use. So the plan of God is a master plan. The plan of God is an arrangement from heaven. The plan of God is a system. It's an entire system. When you get into the plan of God, you get into the entire system of God. Therefore, once you are in the entire system of God, things will work miraculously. And that is where you find things are working. You are not touching them. You are not forcing them. You are not implementing them, but they are just working. Favors are coming. People are giving you money. Jobs are coming. All manner of things are happening around you. And you keep asking, what is this? What could be the reason? What could be this? But God, when the power and the systems of God zikigia, zinafanya kazi baka unashangaa, because you are no longer yourself. You are into the perfect plan of God. When you're in the perfect plan of God, he will model you. He will use you. And before you get into the perfect plan of God, amekuswaga, amekufinya, amekutengeneza, amekufanya, yani umefinyangwa mpaka umetoka chombo ambacho kinahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. God can never use a vessel that he has not tried. God can never use a vessel that he has not tested. God cannot use a vessel that has qualified the test of time. He will never use you. So if you think God is planning to use you, yet you failed several tests, you have to repeat that class. You have to repeat the challenge again. And the challenge coming, itakuja wakati wewe ni mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuja wakati wewe ni mzee roda. Na saa hiyo mpaka meno imeng'oka, mpaka mgogo imeanza kujikuja. That is where you are unahitajika kufanya kitu straight. Sasa utakaa yega imahede machio. Kumbe ulianguka
kamtihani kitambo. These things should have been done when you were straight up. Bwana Yesu asifiwe sana. Use this time. Understand the moments of God. When God comes to your life, when God speaks to you, understand these moments, because these moments are so precious to you. And they might not come. There are those precious moments that come once and they go forever. There are those who will be repeated because God wants to use you. God wants to perfect you. God wants to make you. There are people that have been called. Those people God will never relent. He will use you at one point. But there are those people who are not called. If he tests you and you fail, he forgets you and moves to another level. And it goes to another class. So you'll be left there stagnated until, like Esau, that is the time you can be able to redeem yourself. But you will remain there like Esau. You will remain there poor and confused like Esau. You will never be able, until you make a move to know that I need to move. You will suffer. You will die, that person, if you are not called. Because some of you are not called, though you think you are called. You are supposed to come and fix in. You fix yourself into the called people, so that the anointing of the called people can walk around with you. There are people that depends. You have to depend with me. Me that have been called, you must come and sit under me, so that wewe ukue wa kuziba mashimo kidogo kidogo, ndio wewe na wewe grace yangu itembelee kwako. Lakini kuna mtu ambaye you are not necessarily supposed to be here. You are called to come and serve. So you will come and do that will of God and do that subject of God and make things work. Bwana Yesu asifiwe sana. So angalia sana, ujiulize, am I a servant or a called person? Because a servant is not the same as that called person. Huyo mtu mwenye ameitwa ako na roles, ako na function, amepatiwa mandate. You don't have a mandate. You have to come to sit under a person, so you work under that mandate of that person. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what is really causing us to stagnate, to completely fall out. Because wewe hujaitwa, lakini unataka, kwa sababu ulienda pale kwa choo ndani ukajiita Rose. Rose, nimeitika. Na ni wewe ulijiita, ama ulisikia mtu mwingine akiwa kwa choo padile mwingine akipiga simu, Rose, naona itakwa Rose, ukaitika, ukafikiria ni Mungu ameongea. Jiulize kama umeitwa. Jiulize tu kama umeitwa. Na kama hujaitwa, wewe ni mtumishi wa kutumikia, mtumishi. That is why disciples were there to serve. To serve Jesus. That is why Moses had disciples who came to serve him. Bwana Yesu asifiwe sana. And you can only succeed if you become a servant. You can only succeed if you become that which God called you for. You can never succeed anywhere if you are put yourself in the levels that does not belong to you. Number 3, we understand that patience is key. We are learning from this version, from this verse, scripture, that patience is key. You have to be patient. Wait. If I speak to you and tell you God is going to redeem you, God will give you a job, God will make you become, God will make you be successful. Wait. Be patient and wait. God is not man. Joel, you can stand up, kwenda ukaoge mko, kwenda uko kitembea kidogo. Ukitembea, fika huko Ndura, alafu utakuja. Patient is key. Bwana Yesu asifiwe sana. And when patience is key to your life, it is, you got to wait for that moment. We have learned that God only operates in the timetable, his own timetable, not our timetable. He has marked and he has put places and he has put names in the timetable. That name, Shiko, you are going to drive a car in the 2026. That timetable must be fulfilled to the letter. Bwana Yesu, ndio naona mtu alikuwa ameokoka na ameaguka, na wakati aliaguka ndio alipata gari. Kube wakati huwa ameaguka, amegoja sana, amechoka. Wakati huwa ameaguka ndio amefanya nini? Ndio time ya timetable. And what God said, he can never be receded, can never be taken away from you, no matter the situation you are in. Bwana Yesu asifiwe sana.